Clouds TV, empowering lives. Nataka tuangalie the most common dreams, alafu tutaenda kuangalia what are these dreams, 7 common types of dreams and how do they behave, how do they look like. But kuna dream ambazo they are common to you, na hizi ndizo tutawatajia, alafu tuigie sasa the essence of the dreams. Lakini hii ni topic tunaenda siku nyingi. Let us look at the about 5 common dreams. Now to understand what is a dream. Then from there we shall be able to continue for about 6 episodes from today that are non-stop. And this dream that you got, God is the one. Kila mtu hapa ako na dream. And this dream, it is either ilikuja through a vision, through a dream itself, or through somebody who spoke to you. Hata kama nilikuja nikakutabiria, that is a dream. Nilikuja nikasema utafaulu, that is a dream. It is something that comes to happen. Something that is guided in the spirit. It is a spiritual perception, a spiritual move that gets you. Na ikigia kwako, it is meant to guide you, to take you somewhere. And most of the dreams, they do come to us to tell us the future, to warn us, or to tell us the past. That is why unasikia kuna dream mara ngapi? There are 3 types of dreams. The dream that we dream about the past, and the dream that we dream about the current, and the dream that we dream about the future. Kama Joseph alikuwa na dream ya future. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiangalia mtu kama nani? Mtu kama akina Nehemia walirudishwa nyuma ndio waweze kujenga ile ukuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they were revealed about the wall. Why was it built? Why did it come? Bwana Yesu asifiwe sana. And therefore many things they come that way. There are 3 types of dreams. It's because God is a God of today, yesterday, today, and tomorrow. So these 3 dreams, they must come in your life, because you need it for you to be able to succeed from one level ambao uko saizi to the level ingine. You need to understand your past. It is very important for you to understand your past, because if you don't understand your past, you are not going to move anywhere, because kuna mekada imekushika na ndio unaotaka na guka, unaota na shosho, unaota na mama yako akikukibisa, unaota na vitu zingine za kule nyumbani, unaota ukirudi nyumbani, ama ukiwa unalima uko Nairobi, uko university, lakini unajiona uko wapi? Nyumbani ukilima. Kashaba ulikuwa unalima kale kakulemia mafuti, ndio unalima kule nyumbani. Unaota ukichota maji venye mlikuwa mkichota mkiwa tusichana tudogo. Unaota ukienda kutafuta kuni kule kwa kichaka, the way they used to do long time ago. That is a dream that is taking you back. Kukuremind, even if you have come to the city, you are still in the village. Bwana Yesu asifiwe sana. If you see such kind of dreams, zinakwambia hata kama uko ndani ya city, hata kama uko America, hata kama yuko UK, bado uko Geshagi, hujatoka. Your spirit iko uko, ni body imemove. And if the body moves and leave the spirit behind, you will never be successful, because the blessings zinakuja from the spirit first to the body. Anything inajitengenezaga in the spirit, alafu ndio inakuja kumanifest in the physical. Before ukiona shida ama ugonjwa imekuja ama vita imekuingililia, hiyo vita usiweze kusema ni jana ilikuja kwa sababu alikutusi. Ilijegeka kama mwaka mzima imepita, imekuwa ikijijega pole. It manifested first in the spirit. Sasa ukiona imekuja physical because imeiva, imekufika climax. Na kitu ikifika climax, sasa hiyo ndio inalipukaga, inatokaga in the physical, inajidhihirisha. We've been working on you. So a failure, kama ulianzisha biashara ikaaguka, kama ulikuwa umeajiriwa kazi ikaaguka, kama ama ukafutwa kazi, ama marriage yako imeaguka. Marriage yako haikuaguka, sasa hiyo imeaguka ati kwa sababu nimeanza kulewa, ati kuma last month okaka mrevi, okaka kenuka gajo yako gajo hijorue akawe. Ama unasema niko na wanawake. Si wanawake si wajana, walikuwako kama mwaka 2 miaka 3 huko nyuma. Hiyo pombe ilikuja miaka 2 miaka 3 huko nyuma. Ilitokea kitambo, lakini sasa ilikuwa inajijenga in the spirit, ndio inakuja kutokelezea in the physical. So every manifestation of anything begins in the spirit. And that is why the dreams are coming. Because the dreams, they operate in the spirit. It is something you have taken to a spiritual land. Kama juzi, I was really praying. Nilikuwa nauliza Mungu, what is really happening with me? Then I saw myself in a different planet. And I was working in a different planet.
Na nilikuwa mtu very supernatural, mtu very powerful, nilikuwa nafanya vitu vinatendeka huko in another world. Sasa nikauliza, nikaomba Mungu, nikamuuliza, what does this mean? Akaniambia, what is happening in you now, it is because you have been moved from the world that people are existing, you are in a different world. And that is why people cannot be able to understand you. That is why things you are doing is, they are completely, people cannot not unless these people get deeper into the spirit to understand why you are doing these things. And why? Because God told me, from today you will be moving somewhere, you just your presence kukanyagisha tu hapo na kuenda mahali tu change, kunaingia change, naingia Murang'a tu mambo inabadilika, naingia mahali kwingine mambo inabadilika. So God told me he has elevated me from what I was to something else. So this something else hakuniambia. Sasa naye Mungu anakuaga na maneno gani? Anakuwa na maneno ya kupeleka mtu shoshoro, hakuambiagi ukweli, umkue ndio nijielewe na mimi. Kama siku nyingine I remember tukiwa katika hii hali yetu ya usherati mingi, maana mimi nimekuwa msherati for quite a long time. Nilikuwa msherati sana. So siku moja tukaenda, nilikuwa kwa dream kwanza. Nikaota tukienda na mama fulani hapo hivyo. Tukaenda naye mahali, tukaenda kulala. Lakini sikuwa najua ni mama fulani, niliona mwingine msichana tulikuwa tunayasoma naye shuleni. Sasa wakati tukaenda tukakutana na mama, ilikuwa Mombasa. Tukaenda mahali, tukaenda kujivijali pale Casablanca, wale wanajua Casablanca. Tukaenda nikapata karumu hapo, nikaenda kulala. Lakini niliona huyu mama hakuwa human being kwa ndoto. Lakini sasa nimekuja siku, kwa sababu kilikuwa kimama kinono tu, na huyu nilipatana naye nikamwama kabamba. Kwa hivyo I never had the connection ya ku understand this could be the same woman that I saw in the dream. Sasa wakati tulienda kwa rumu, Mungu alinitoa kwa hiyo rumu na akanipeleka kwingine. Mimi nilijikuta bali, sikujikuta kwa hiyo. Tulikuwa in fact tulikuwa na Don. Tulikuwa nimelala Casablanca, mimi nilijikuta White Sand Hotel. Kwenda hide kutoka Casablanca kwenda White Sand sijui. Lakini nilikuja kupata baadaye, kumbe nililipa taxi. Nikapata kuna namba, nililipa M-pesa na taxi. Venye nilitolewa kwa hiyo hoteli, nikapelekwa kwa hoteli nyingine. I didn't know. Kumbe haka kama mwanamke kalikuwa kametumwa, nikajini, nikapepo fulani, nikaroho fulani kalikuwa kametumwa kakuje kanifionse, kanimalize. So there is a way God will do things, remove you from where you are na kupeleka kwingine. Mungu anaweza kusababisha tu, maana kuna watu wanakupaga kupiga, kukuja kukuattack kama sasa mwezi ujao. Mungu anaweza kufanya kule unaajiriwa kazini, mkosane na boss, akasirike, akupige transfer akupeleke Wajia. Sasa na wewe ukasirike, ulete shida, ulete manunguniko, umepelekwa Wajia. Kumbe ni Mungu alikuwa anakusave. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni Mungu alikuwa anakodea. Ukirudi unasikia ofisi mzima ilishikwa na skado kubwa na wote wamewekwa ndani. Sasa ukikuja unakuta ni wewe tu umebaki, na wewe tu ndio uko na experience, na wewe tu ndio unaweza kuendeleza hiyo ofisi. Unapata cheo, unapandishwa. God can do anything to isolate you from any attack and take you somewhere mbali sana. So there are these dreams like flying or soaring through the air. Ushaiota ukiobuka, unaona unaobuka, unakuwa na madhagu. Wow, unapita huko juu na ulikuja hapa sinagogu, ukakuja ukapita kwa madhabahu hapo, ukazunguka, ukaenda ukajiona Harikam, ukajiona Kajiado, ukatoka hapo ukajiona Mombasa, unaamuka unajikuta kwa kitanda yako. Sasa hiyo umeenda umepaa kama mwewa. Also kuna ingine ambayo tunaotaga sana. I'm talking about the dreams ambazo tunaota sana. I will be going deeper to understanding why the flying. Bwana Yesu asifiwe sana. Another dream that we normally dream is trying something again and again. Unajaribu boyfriend, girlfriend, mabiashara, unajaribu kazi, kanisa, unajaribu nini, umetry again and nothing is working in the dream. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ni kitu hatari sana. Ukiona una try again and again, you are caged. Umefungiwa mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ya kufurahi, of course it's a spirit. And number 3, another one that is very common is being chased or pursued. Unaona unakibiswa. Kama sasa unaweza kuona kashosho kamzee kame kupeleka bio, unaenda bio, unajaribu kutoroka na kufuata, unaenda kupiga kona ndani kamzee, na unaona huyu ni shosho kana ukipiga kona hivi unaona kamekuja, ukikimbia unakimbia hivi unakakuta pale mbele kamesimama hivi na kanaenda kana mutirima nyoka, ukijaribu kupiga kona unaenda nakuta kako mbele yako. Hiyo ukiona wanakukibisa, hiyo ni madhabahu.
Ukiona namna hiyo ni madhabahu ya kwenu. Sana sana inakujaga na shosho wenu ama guka wenu, mama yako ama baba yako. Sasa ndio unajua mama yako anakuaga na madhabahu kule nyumbani. So sasa unaanza kudili na hiyo kitu. Kuna wamama kama baba ama guka ama shosho. Anaweza kuwa mnapika na yeye, mnakula na yeye chai hapo mnakuja, lakini anasema ameenda kukojoa, ameenda kutoka nje, ukienda kumwangalia umuoni. Na koba haijafunguliwa, geti haijafunguliwa, amepotea. Anakaa kama masaa mawili matatu, tena unaona amechomokea. Na ukiangalia sana, kuna mahali anaendaga, akienda nyuma ya nyumba ama mbele ya nyumba ama mahali hivi, kuna mahali anaendaga ndio apotee, because that is where the portal is. Ile inabebaga yeye, anazama, anaenda kwenye ulimwengu. Sasa hao ndio wanafurahi. Unakuta unaona kanyoni ni kihogo ne kia hetoka, kumbe si hogo, ni yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe si nyoni, ni yeye. Ama unaona mnyogoro millipede inapita, kumbe ni mtu, si mnyogoro. Unaenda kuipiga, inakataa kupigika. Mnyogoro ile inajikoili hivi. Unaenda kuigoga, unaona ukigoga hivi mkono yako inapelekwa, inapita. Ukigoga padi hivi mkono yako inapigwa, inapita. Yani there is no single time utafaulu kuiua hiyo kitu. Alafu unaona imepotea na imeenda. Ukiangalia tu kidogo atienda kutafuta fibo kuja igoge, unaona imeenda. Ukikuja unaitafuta. Ama kanyoka unaona kanyoka ni kadogo, kanakuja tu kanakuja, mnajaribu nyumba mzima kuiua, haiuliki. Ama panya inajaribu kuua panya, nyumba mzima haiuliki. Hiyo ikuagi panya, na hiyo ikuagi inakuwa ni mtu amekuja monitoring spirit. Ama kaizi inakujaga, unashaona hizi inakufuata mahali pote umeenda, imekupatia kwa kunyumbani. Kama sasa utoke Gong, inaingia matatu, ukiingia matatu unashida ukifanya hivi, na haiendi kwa mtu mwingine, una shida hivi. Na ikikuja inasimama kwa mapua, na inakuweka dhidhi, unafanya unafikia kwa masikio, inaingia kila mahali, inakuleta. Ukishuka gari inashuka na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikuja kwa barabara unashinda ukifanya haikuachi, inakuja inaingia na wewe. Ukiingia hapa, ukikaa hapo, inakaa hapo, inakalia hiyo kiti pade hapo ya chuma hapa, inakaa ikikusikiliza ile maneno yote, inataka kujua unaambiwa nini. Sasa kutoka hapo, kumbe haikuwa inzi, alikuwa mtu au matata wanyu au mashosho wanyu au maguka wanyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama hii ya dream, mtaanza kwenda kuota ndoto. Mkiona mimi ni msharati, mtaniona nikilala na watoto, mtaniona nikilala na wamama wazee, mtaniona nikiiba, mtaniona nikifanya vituko, ndio muodolewe, msisikilize the dream. Inaletagwa kitu, wanaletaga kitu inaitwa masquerading spirit. The masquerading spirit inakuja inajifananisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ukikuja nasema ni ndirarotire apostle, ni ndirarotire, ni ndeithia kuhoya tukai, ni ndirarotire, ona ndiretikia ate share ready wa kanitha. Kumbe ni masquerading spirit zinajifanya. A masquerading spirit inajifananisha, na inakujaga kwa dream, na inakuja specifically to delay you, to remove you from the source of information you are getting, so that you can be removed. Kama sasa Mungu ameanza kukubariki, ameanza kukuinua, na ameanza madhabahu yako ilifujikia hapa, utaanza kuona usharati wako. Ndio unaonaga watu wengi wananionaga mimi nikiwa msharati sometimes. Si eti mimi ni msharati, lakini is a masquerading spirit inajivaa mimi. Ama unaota doto. Sisi tunasemanga spiritual husband wanakuja, unaota doto tumelala na wewe. Apostle, nimekuja kwako, tumelala na wewe. Sasa unaanza kukemea hiyo pepo. Limashatarabakanta. Mimi nimeota apostle. Modosho timwega. Modosho ena spirit hiyo. Kumbe ni masquerading spirit imejifananisha na mimi, ndio ukasirike na hapa na uone hapa hakuna Mungu, uondoke. Bwana Yesu. Ukiuliza wale wengi wametoka hii kanisa, wametoka kwa sababu ya masquerading spirit. Maana hapa tunaogeaga mambo ya kungoa mtu kutoka kwa madhabahu. Na sasa kwa sababu wakiona umengolewa, madhabahu ndio inakuwa custodian yako, ndio inakuwekaga, ndio imekutawala, ndio imesima pepo. Mapepo inakujaga, mapepo ni agents wa madhabahu. Sasa hapa ni kukua totally delivered, to be changed, to be transformed from what you have been. Sasa hiyo ndio kitu wanapiganaga nayo sana. Itakuja ikiwa masquerading. Sasa utaniona nikilala na mtoto wako, nasema kai, alenda huko maana mwana wako. Kai, ni ndio tia kometa na mwana wako. Komithia. Sasa unaenda kukomithia, unaenda katoroni kukomithia. Na hakuna kitu kama hiyo. It was a masquerading spirit. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is why you are being chased in the night. And then we have these sexual dreams. Hii ndoto ya gono, ya kulala na ubwa, ya kulala na wewe na mwanamke. Kama wewe ni mwanamke, unaona mwanamke ambaye mnaedaga intercessory.
Unaona yule mtu mnaendaka na yeye intercessor ni muombezi, ndiye alikuwa na ni mwanamke mwenzako, ndiye alikuwa na anakushikashika matiti na anakuambia huko kwingine anataka kunyonya kidogo. Alafu tena wanajuaga kujificha. Mwenye ako na hiyo roho ya lesbian anarushaga, anajifananisha na huyo mwingine. Kama sasa tuseme tumie mtu tuseme hii kiti ndio lesbian. Sasa hii kiti ndio inaitwa wageshi. Sasa itajifananisha na huyu mama. Ni huyu anakuja in the dream, lakini atajifananisha na huyu mama. Sasa hakuna siku utajua ni huyu anakushughulikiaga, utakuwa ukifikiria ni nani? Ni huyu. Hiyo ndio power na kazi ya masquerading spirit. Sasa inakujaka inajifananisha na mtu mwingine ambaye mko na yeye. Maana intention ya masquerading spirit ni kuvuja hiyo unity, kuvuja hiyo kazi ambayo inafanyika hapo, kuvuja hiyo mipango. This is purely meant to destroy you, purely meant to bring you down, purely meant to make you never succeed. Dreams, some dreams are sent to you so that they can cause you to delay or failure in many areas. Another dream ambao tunaota sana, tunaotaka tukiwa shule, and the teachers, while in school or studying. Now ina depend which school. Unaweza kuwa uko university, uko kazini, lakini unalota ukiwa nursery. Sasa ukiona umeota ukiwa nursery, that is a very dangerous thing. Very dangerous thing. Maana we are a graduate, uko na PhD, lakini unalota ukiwa nursery. Meaning bado spiritually uko nursery. Hujatoka, umekuwa confined into the nursery school level. Sasa hata ukikuwa hapa ndio unaona kwa watu wengine, ukimuona na muona anavaa vizuri, nguo ni mzuri, masomo ni mzuri, kisugu yake ni mzuri, lakini behavior yake ni mtoto. Because ako confined into the nursery level. Ndio unaona watu wengine hapa, unakuta mtu anakuuliza, anakuambia hii, unamwambia beba hiyo speaker, weka pale. Anakuuliza, ni bebe hiyo speaker? Sasa umemwambia utai speaker mwiga hali, na hata umemwonyesha, alafu anakuja apostle waugato wa speaker na tega. Ukifanya hesabu ya mtu huyo, unaona kuna kitu hakifanyi mzuri ndani ya kichwa yake. Maana already ulimwambia fanya hivyo, ulikamwambia nendeni muoshe hiyo kanisa, alafu nakuta anakuja kwa ofisi, waugato tabia kanisa. Na ulimwambia na ulishika microphone ukisema, kumaanisha there is a short, kuna short wire, kuna kawaya kamoja ka communication ka kufikisha hiyo information vizuri hakako kwa kichwa yako. And that is if we have a church like that one yenye iko ambao watu lazima urudie kitu mara 3 mara 4, ni kumaanisha the church is immature. Hakuna mtu anaweza kukusaidia kwenda mbele, because automatically tukiwa hapa, kwanza wale tumekaa na wao siku mingi, you don't need to seek from me anything. You need to do act, because already you are supposed to have learned me, seen me. Hata venye natembea unakuta wale watu. Sasa ukienda kanisa ya for example ya William, ukikuta kule wakiomba usiku ama wakiomba kwa kesha, unasikiaga watu mahubiri watu wanaobaga lazima usikie amesema la magada. Lazima usikie. Mhubiri wote wa kwa William lazima usikie akisema la magada rabosheketa rabakanda maganda ramakanda rashekanda maganda. Sasa kusema la magada kwa sababu hiyo ndio mkubwa yao ako nao. Na utakuta wale wote wameigiana na yeye in the spirit. They have the same language. They have the way wenye anahubiri ndivyo anahubiri. Ukienda kwa Harrison hapa, utakuta wahubiri wake wote wanaongea ni kama ni yeye wanaongea. Hata ukisikia ameshika microphone, kama hujaona uso, utafikiria ni nganga anaongea. Hata mimi wakati mwingine nasikia kama ni nganga anaongea. Kwa sababu niko na spirit moja na nani? Na huyo mzee. Na pia niko na spirit nyingine ya huyo mzee, ndio unaona anakuwa na vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaona na kuoga zingine na ugea matope, mpaka hata mimi najiuliza hapa, noni dari issue. Kwa sababu kuna mzee mwingine hapa ndiye alinizaa. James Maina nganga ndiye alinizaa. Ndio niliokoka kwa mikono yake. Kwa hivyo kuna ka spirit alinigawia. Sasa wakati wa kunilea ni nani? Ni Harrison. Na yeye kuna spirit yake alinigawia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa niko na umugike ndani yangu. Sasa nikichanganya hizo 3 ndio naona sometimes nalipuka hapa. Bwana, na hizo vitu ndizo sometimes zina cause kutokuendelea sana. Maana kuna vitu nimebeba ambavyo sifai kubeba. Kuna imitation niko nazo, na kuna vitu nimebeba katika moyo wangu na katika spirit yangu ambazo zinanizuia kuachieve the goals.
Bwana Yesu asiwe sana. So you need to have stopped them. Na hii ndio unaonanga ukisoma ukiota sana ukiwa shule na mwalimu na ukifanya study is because kuna lesson haujapita. Kuna mahali haujafuka. Bwana Yesu asiwe sana. And you need to cross. You need to move from that primary school whether to the secondary school. Ukiona una repeat maneno, una vita, una makasiriko, una nini, kuna class bado umekamatiwa pale. Bwana Yesu asifiwe sana. And you need to move. You need to go. Ufai kurudulilia kitu kimoja, kurudulilia kitu kimoja wakati mwingi. You are still stagnated in a class. That is why you are repeating. Bwana Yesu asifiwe sana. You need to have matured. Ukiona moved 5 steps, you need to be 2 steps behind me. Nikienda 10 steps, you need to be 7 steps behind me. Because if I am your spiritual father, you need to have copied me. Hata kutembea kwangu utakuta kama ninaendaka hivi, utakuta wale watu wamenikopi, unakuta kama naendaka namna gani? Kama naendaka naongea kama nimepida mdomo, utakuta watu wale wote tuko na wao, wale wamekunywa spirit yangu wanapida mdomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we are one, tumeigiana. Lakini nikiangalia nyinyi yote hakuna mtu hapa tumeigiana na yeye. Si mnaonaga hivyo? Kama mngekuwa watu wote tumeigiana, tungekuwa tumesonga bali sana. Lakini sasa I know God will make you, and you make decisions because already the spirit that is in you, need me, it is in you. So the decision I make zinafanyika zote mara moja. What is in me? Kama natakaka usafi hapa, mnakuta nyinyi wote mnapenda usafi. Kama napenda watu wakikunywa kachai, mnakuta nyinyi wote mnapenda watu wakikunywa nini? Kachai. Because the spirit is one. And you have moved. Nikimove class 2 na nyinyi mnafaa kumove to the class 1. Mimi nikienda class 3 na nyinyi mnaenda class 2. Nikienda class 4 na nyinyi mnaenda class 3. We must move together. Si wifi kuwawacha ati muko nursery na mimi niko university. It means hakuna watoto hapo. Na ndio ufanyike mtoto, lazima ukunywe spirit yako. Kama you are not in the spirit, we are not together in the spirit, wewe si mtoto wa hii kanisa. You are just wasting your time. You will never eat the food of a child, of a son. Utakula mchakula ya wageni always. Na tutakuwa hapa na tutaishi na nyinyi hapa mkiwa wageni, na mtakuwa mkikula chakula ya nani? Ya wageni. Lakini when you will get into the spirit, uingie kwa roho, tuigiane, ukue mwana, utaanza kugawa kwa sahani moja na mimi. Utaanza kukula ile na kula. Utaanza kula, baraka zote zikikujia baba zinaingia kwa watoto. Nikinunua gari na nyinyi mnakuta mnaenjoy hiyo gari, mnasema gari ito mwadhani ya gosho, mnasema hii kitu ni yetu, hii shamba ni yetu. Lakini the moment you discover mimi nikinunua gari, you are nowhere associated na kile kitu niko nacho. Nikinunua kaguo, you are nowhere associated with that. Nikifanya ibada hapa ama nikifanya service hapa, tukifanya conference here, you are nowhere associated with that. Ni mimi niliwakuja, nikawakalisha chini, nikawapangia mkutano, na nyinyi ni wamama, na nyinyi mnakaa, tumekaa na nyinyi miaka yote, hakuna kitu mnaweza kufanya, ni lazima nikuje niwaambie venye mtafanya. Nyinyi bado si watoto wangu. Nyinyi ni makafuere. Mmekuja kutembea tu, you are wasting your time. It is when nikisema tunataka women conference, I'm not supposed to get involved anymore from that. Nikuja nikuambia ni either mu decide date, mniambie ni mwezi wa 7. Mwezi wa 7 tutakuwa na women conference, and then mniulize what is the idea that you want. Unataka conference ikuwe namna gani? Na kuambia nataka conference ya watu fulani wakuje. We are targeting 8,000 people and we are targeting to do ABCD. Kutoka hapo hata pesa ya kufanya hiyo, hata mpango ya kufanya hiyo, advertisement unakuta mshafanya because tuko common. Lakini sasa mkirudi, ikifika mwezi wa 7 na kuja na hakuna kitu kama hiyo, sijasikia hata matangazo. Ikifika mwezi wa 7 ikiendelea, hakuna kitu kama hiyo. Alafu sasa mimi nakuja kutangaza tukue na women conference. Sasa nikumaanisha hata hao wote ambao mko na wao, they are not your sons. They are not yet. Hawajakoma, hawajakuja, hawajazalika. Because you need to think what I'm thinking. You need to see things the way I'm seeing. If for you to become a son, you need to see things the way I'm seeing them. You need to work. You have to have the effort the way I'm having the effort. Unafaa kujituma venye najitumanga. Unafaa kujipeleka mahali mpaka kwa moto. Kama mimi naingia kwa moto, hata wewe unaingia, maana haitakuchoma. Ikiwa haikunichoma, hata wewe haitakuchoma. Because you are my son. If you discover nakuja kupanga hii speaker, nakuja kupanga hii viti, nakuja nakuta nimefanya vitu nyinyi, you are nowhere doing that, it is because I'm yet to have sons. Na wakati you don't become a son, kuna chakula ya watoto na kuna chakula ya wapita njia.
Kwa hivyo mtakaa na mimi na hakuna siku mtakula chakula ya watoto. Na hakuna siku mtapata baraka ya watoto. Kwa hivyo mtaendelea kuishi kama wapita njia, maana mmekataa kukua, mmekataa kugraduate, mmekataa kumove from one level. And this is why Christianity imekuwa so boring. Because people don't go to church to become sons. They go to church because kuna kakitu anataka. Kuna kamila kwa anataka. Kuna kakitu fulani anataka. So unakuta wherever you are doing whatever you are doing, mnazungukana na huyo mtu akiwa mkora ama jabasi. Na ndio naonaga nimeweka CCTV kwa kanisa, maana niko na majabasi wengi kuliko watu wa Mungu. Because niulize ni kwa nini mtu aweke CCTV kwa kanisa? Ni kwa nini uweke CCTV kwa kanisa? You are not trusting your children? Bwana Yesu asifiwe sana. It is because sina watoto, niko na nini na majabasi, ndio tuko na wao hapa. Ninaogopa naweza kutoka wachomoke na zipika, naweza kutoka wachomoke na zipika. I'm not trusting you. Why? Because you have refused to become sons. Until you become son, nikitoka huko na kuambia kifunguo nimeacha ofisi hapo, mtafuga na yani I'm not worried hata mkiingia mahali popote, because I have sons. Bwana Yesu asifiwe sana. No, you can imagine you do na higa kahada na kahiga hali. Nafuga pale na nafuga pale. Maana sitaki naogopa. Charity asikia hapo ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na angalia mpaka speaker, nimeweka hii kamera hii, angalia hii speaker, nimeweka ile kamera hii, angalia hapa, na iangalia mpaka pesa, nimeweka bali pesa inahesabiwa, nimeweka kamera, iangalia hapo. Sasa because of sonship. Bado watoto hamsijazaa, watoto hawajakuwa. Hamjakubali tuende na nyinyi. Hamjakubali kuitanishwa na mimi. Mko hapa as busy bodies. And this is where you failed. This is where now you will not catch up with the spirit. Because I am supposed to be a prophet. According to the book of 2 Chronicles chapter number 20. Respect and obey your prophet so that you can be prospered. Hallelujah. Why is Muhammad more valued in Islam than Allah? Because they looked at 2 Chronicles chapter 20 verse 20 hapo. Inasema namna gani? Obey your prophets and respect them so that you can be prospered. Because prosperity, maendeleo, wewe kukua, imewekwa kwa mikono yangu. Sasa ndio naona Waislamu wameweka hiyo nguvu kwa Muhammad kuliko kwa Mungu. Because he is the prophet. Wow. Na ndio naona kila kitu yao ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu, kila si Allah, wanasema insha Allah, Mungu akikubali. Lakini kitu yote wanafanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kila kitu wanaiattach na prophet wao. Because anything that happens in your life, it is associated with your prophet. Yule prophet umekaa chini yake ndiye ameshika kifunguo ya prosperity yako. Sasa wewe umekataa kufanyika mtoto hapa. Sasa utabarikiwa lini? Mimi ndiye nimeshikilia. The day you came and committed yourself into this church, mimi ndiye nimeshikilia prosperity yako. Mimi ndiye nimeshikilia kale kakasi kako kako pale. Naweza kasimamisha, kaendelea ama kakosa kuendelea. Umenielewa? So whatever you are doing, ndio unaonaga mtu akikuja unaona tunaitisha 10% because I am there, uniletee 10%. Kitu ya kwanza has a spiritual meaning. 10%. It opens a door and a window, not windows, not doors. 10% haifunguagi milango, inafunguaga mlango. Hallelujah. So there are many other factors that you need to associate it with ndio milango ifunguke. Kwa hivyo 10% is not for milango, ni ya mlango. Ni ya dirisha, si ya madirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Why do we ask for 10%? 10% is biblical. Na ni Mungu alisema pelekeni, alikuwa akiambia Musa, pelekeni nini? Mazao yenu ya kwanza, malimbuko na sehemu yenu ya 10 ya mazao muipeleke kwa nyumba ya Mungu, ndio nibariki kazi ya mikono yenu. Ndio nibariki kazi ya nini? Ya mikono. So God wanted to know, wakileta sasa mimi kama kuhani wako, maana nikienda mahali popote na kuobeaga. Kama sasa nimekuwa hapa for 3 days tukiomba, I'm going for 7 days nikiwa hapa. Na kuobea, natajaga majina yenu. Mungu ananileteaga screen ya majina hapa, wale anataka niombe. Ananileteaga screen kama hii, nikiomba naletewa na majina yote, naanza kutaja majina na kazi yake, majina na kazi yake, because that is what I've been called for.
to do. So when I'm mentioning your name, I'm committing your name in the heavenly realm that controls wealth. So when I connect you and I mention your name because I am the person in charge of you spiritually. So I take your name, napeleka jina yako. Ni kama venye kule kwa masociety, jina yako isipopelekwa na director ama chairman wa shamba ile mnafanya, but it will be deemed that you are not part of this company. So if there is remuneration on the same, it will not come to you because your name is not appearing. Ndio wanakurudishia, wanakuambia jina yako haipo kwenye orodha ambayo tuliletewa. Kwa hivyo si wao hawana makosa. Wao hawana makosa yote. Jina yako ndio haipo kwenye orodha. Kwa hivyo rudisha, wanakuambia rudi mpaka kwa society yako uende uangalie makosa ilitoka wapi. Sasa inabidi the next lot ambayo itakuja 6 months from today, meaning you've missed it. So when I'm not presenting your name as your spiritual father, when I didn't present your name, I castigated you as you are not one of the people that should be considered. That is the reason you have a prophet. Because I'm there to take your name. Now I hand over your name to the authorities that sends the blessings. To the authorities that brings your blessings. To the authorities that comes and speaks to you. And this is now what it happens, that because I have not submitted your name in the spiritual realm, the spiritual realm will not respond to you because you are not known. That is the power of a prophet that you are sitting under. And when you find that mnakosana na pastor wako, bishop wako, prophet wako, just try as much as possible to mend. Wacha usikubali mkosane sana. Usikubali mkasirikiane sana. Na kama unaona mnakasirikiananga, keep distance. And if you find that mnakasirikiana, I want to be with this man, I want to walk with this man because kuna blessings zinakuja na huyu jamaa. And unaona mnakosana, mkikaa kidogo napata makasiriko imekupada, nenda mita ingine 20 bali na huyo mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Msikosane, maana nitakuzuia, kuna kitu nitakuzuia. Nikiona umeleta makasiriko na mimi nasikia roho yangu imechafuka kidogo, ikichafuka I will not represent you. Nitakuwa sasa tumeanza kuinukiana, spirit yangu itaanza kupigana na spirit yako. Na kwa maanisha kutoka hapo anything that you do itakuwa inaaguka. Ndio unaona kanisani badala ukuje ubarikiwe, ulitoka kama umeaguka. Umetoka kama umaskini imekuingia. Ulikuja ukiwa na kiatu, saa hizi unatembeaka na sandals. Ulikuja ukiwa ukikula chapati, saa hizi unakulaga Big G every time. Because chapati zilienda, nilizuia. Kuna baraka nilizuia. Kuna kitu nilizuia. Wakati Jehoshaphat waliambiwa kuna maadui wanakuja. Na hao maadui ni wa Moabi, mataifa matatu yaliyo na nguvu. Na wakajua hawa watu wako na nguvu, wako na silaha na wako na mambo makubwa. Jehoshaphat alistuka. Lakini alipostuka aliambia watu waende into fasting. You see the man of God aliambia watu waende fasting because he wanted to commit. Aliambia kila mtu, nyinyi yote muende fasting because he wanted to commit these people, watu hao wote wanaokuja kupigwa, akawapeleka kwa mikono ya Mungu na akawaacha huko. That is the role of a prophet. Nitakuchukua nikuachilie kwa mikono, nikijua maadui wanao kuinukia wanakuja, nitakunyukua nikuweka kwa mikono ya Mungu na niondoke. Maana Mungu naye anasema lete shida zenu zote, lete matatizo yenu, anything that is complicated in life, bring it to me, I'll be able. Ukishikwa na Mungu, kae kwa Mungu. Shetani akikuja kukuta huko kwa mikono ya Mungu, hata ongea na wewe anarudi. Hivyo ndivyo Jehoshaphat aliwaambia, let's all of us go to fasting. Wakafast. Walipo fast, after fasting, sasa Jehoshaphat akaenda akaambia Mungu, kumbuka hawa watu ambao wanakuja kutupiga wako na nguvu kutuliko. Na batu hawa watu hii radi wanakuja kutupigia, wewe ndio ulisema tukuje. Wewe ndio uliongea na rafiki yako Abrahamu, watu hawa wakakuja. So alichukua akapetition case yake mbele ya Mungu. Now how did he do? He did not personalize it. Hakusema mimi Jehoshaphat ndugata yaku ijitererie maguta niyoka doka mbele yaku gai. No, aliambia Mungu, kumbuka wewe Mungu, wewe ndio ulituambia hawa, uliambia kina baba zetu hawa watu wasiguswe. Sasa wamekuja kutupiga. Wewe Mungu uliambia Abrahamu rafiki yako. Umeona amekoti? Ameambia Mungu na kafix rafiki yako. Maana Abrahamu alikuwa rafiki ya Mungu, akamwambia rafiki yako ndiye alikuja na hawa watu. Na ulimwahidi utaleta watu hawa. Angalia sasa wao watu wamepiga, wanataka kupiga watu wa rafiki yako.
committing God. That is my role as a spiritual father, to commit you kwa Mungu. Ndio niweke a ring of fire. A ring of fire kuzuia, so that any attack ikikuja, badala ikukute inanikuta mimi, maana mimi ndio na communicate na Mungu, na mimi ndio nimekuweka kwenye hiyo mnara ya kukuprotect. So whatever I speak inaenda kwa Mungu, ni kwa sababu nimeweka nini? A ring. So this ring will never be is unpenetratable, and because I'm your spiritual father, I have a spiritual control over anything that it can happen, so you'll be protected. Vita vile utapigana, mimi nimepigana, hawezi kupigana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama sasa nimepigana vita za biashara Nairobi, nimefanya kila kitu Nairobi, nimefaulu Nairobi, watoto wale nimezaa hawatapigana vita za Nairobi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nana watoto wangu wengi wako Ulaya. Kwa nini? Nairobi nimekonka. Kwa hivyo vita ambazo zinashikaka mtu za city zimekukamata, hazitawakamata mimi. Zinikamata mimi. Nilikuwa chokora, nilivuta bagi, niliolewa na wanawake, niliuza chang'aa, niliuza mutura. Watoto wangu hakuna hata mmoja atafanya hizo kazi. Why? Because hiyo vita nilishinda. And that is the essence of a spiritual man in your life. And we also have many dreams ambazo ngine inaitangwa in arriving too late. You dream ulifika tu when it is late. It is also, it has an impact in your life when you arrive late. Yani kumaanisha unafikanga, it's a near success syndrome. Unafikaga, ukifika tu nakuta ndio mlango imefungwa. Ni kumaanisha kuna mlango yako imefungwa, na hiyo ndio unahitaji that spiritual man in your life. Bwana ndio anafungulishaga hiyo milango. Nikikwambia uende kesho utabarikiwa, meaning I have commanded a spirit that will make you, ukifika huko hakuna mlango itakuwa imefungwa. I have commanded. I don't need to go with you. I don't need to go anywhere with you now. I need only to tell you go. God is on your side, because I have been given an extra power ambayo hata kabla ufike huko, my spirit inafika huko, inatengeneza kila kitu. Ama unaona Yesu wakati alikuwa naenda milango, aliwaambia this is a boy, nani alikuwa ni Elijah ama ni Yesu? Ule kijana alikuwa mgonjwa nyumbani, akaambia nedeni ako sawa. Ni Elijah? Yeah? Nani? Na ulisaga mnaongea mara ya kwanza na sauti, nikiuliza nani mnaenda chini. Yeah? Ni Yesu. Yeah. Akatuma you the power to send the spirit of God. Inafika huko mbele, because ndio anakufugulishia maisha yako, ndio unakaa venye Mungu anataka. Twende ingine ambayo ni ya mwisho ambayo tutaangalia. Tunaangalia doto venye most commonly a person who is dead, but unamuona kwa doto yako. Unaona mama yako, unaona shosho yako, unaona uka yako kwa doto, na alikufa. Hiyo ni kumaanisha hiyo ilikuwa mzuri sana. Kuna ka connection mko nao na wao wamekufa, either amekukujia ama kuna information anakuletea, so you are a part of them. Una operate in the spirit of the dead. Na sana ukiota hiyo ya watu wamekufa, kuna baraka ziko mbele yako, lakini hawataki uzishike, ama spirit yako bado imeshikana na wao, walienda na wewe. Sasa hapa ni body na bakigi hapa, meaning hakuna kitu yako dunia hii itafaulu, maana your connection it's more of ya watu wamekufa kuliko watu wako hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Inakulimaili, inakupeleka, inakuvuruta, inakwenda. Ukikumbuka katika kitabu cha Saulo, alienda kutafuta mganga. Ni Saulo nani? Yeah. Alienda kutafuta mganga. Mganga amuitie spirit ya nani? Ya Samuel. Aliita, walienda na wakaita. Na spirit ikakuja. Kimutu kilikuwa kimevaa nguo za white, kikakuja. Kilikuja kikauliza Saulo, "Ni kwa nini umenisubua nikiwa kule nimelala? Ni kwa nini umeniita nikiwa nimelala?" Naye akamwambia namna gani? Kesho masaa kama hii tutakuwa na wewe kule. Kwa hivyo wale wanaendaga kwa makaburi, wanaendaga kulilia kaburini, wanaendaga kujiitania. Wale wanaendaga kwa rahura mudharafa, ile kwa nini? Kuguolia mudharafa. Ukienda kuguolia mudharafa, umejisikanisha na madhabahu ya waliokufa. Bwana Yesu asifiwe sana. And you are most likely wewe umekata tikiti ya kwenda. Mnielewa? Wale wanaendaka kusema gomi, ya watu wa gomi. Unakuta usiku ameamuka saa 9. Kuna watu, mimi nilikuwa kwa hizo watu wa gomi. Saa 9 unaamuka na kachakula na kauji, watu unapelekea gomi pale nje. Ati mnakula na gomi, mnaliana na gomi. Hawa watu, they are dead. They are dead. In the spirit they are dead. They are not operating from livelihood. They are operating from
kaburini. Kwa hivyo automatically unakuwa mtu wa kaburi. Automatically unakuwa wewe sasa mtu wewe uliala horagero ma spirit masho ukienda kufanya kazi unaona mama yako ametokelezea, ukienda kufanya ndoa unaona baba yako alikufa ametokelezea, ama ukienda kufanya jambo lolote unaona kuna mtu wenu aliyekufa anakutokelezea. Sasa ina depend ni nani. Inaweza kuwa ni bwana yako, inaweza kuwa ni mwanamke, inaweza kuwa ni mama yako, ni shosho yako. Sasa hapo ndio unajua ni nani amekukamata. Akienda alienda na roho yako, alienda kama amekushika. Labda alikuwaga muganga na alipoenda alienda alikuachia, alikushikishia ugaga, lakini because there was no transfer bado anakukamata, anakuvutaka, ndio anakujaga kukutembelea kujua kama unafanyaga kazi yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona kama wewe umetoka kwa familia ya wagaga, uone wale wakikuja wanakujaga kukutembelea, ni kwa sababu kuna assignment uko nayo connected to them. And that is why wanakutokerezeaga either kukupatia mawaidha, ama kukuonyesha kitu kimefichwa mahali, ama kukuambia kitu kingine, ama kukujia kwenda na wewe. Yonanaga mtu wako hapa ni maiti, lakini tuko naye hapa. Naone kiiba akuileta ni. Halo. Sijui kama mnanielewa. Hello. So let us look at 7 common types of dreams. Types. Hii tulikuwa tunasema commonly dreams ambazo tuna dream. Common. Zile nyingi common. Sasa tuende to the types. Out of these tutapata types hapa. One is a lucid dream. Lucid. L-U-C-I-D. What's the meaning of lucid? Ushaiota ukitembea na unatoka, unafungua mlango na unatoka na unaenda. Mimi nishaiota. Nishaiota nifungua mlango, nikatoka, nikafungua gate, nikatoka, nikaenda. Nilienda kufufukia pale Gong, kuna mahali panaitwa veterinary vet. Hapo juango hapo ndio nilienda kujulia ni kule ndiko. Nimepigwa sasa, hiyo niko na kaada wewe. Na ndio naambia kana nani kwa nani? Nani sipendagi kulala, nilifanya kulala bila nguo. Mungu siliwahi kubali niingie kwa hiyo kitu. Kwa utatokaga hivyo. Nilitoka na kaada wewe. Hiyo inaitwa dream walking. You dream but you are walking. Utakuta umeenda, umepika chakula, umepika, ukaruga ule kiroto-ine. Na sikahia na mukari na ukaria ule kiroto-ine. Wakashoka toro. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wengine bado watu wanachukuliwa, wewe unachukuliwa, unakuja wanakuchukua, unaenda kufanyishwa kazi. Utapelekwa Kisii, ulime usiku mzima tena wakurudisha. Unaamuka kama umeshaamuka umechoka, mpaka unashindwa ndeke. Umechoka kabisa mpaka unashindwa kuinua kichwa. Ni ile kazi umelala ukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. These dreams are very dangerous because they take your body. Sio spirit peke yake, hata kuna zingine wanabebaga body. Ukienda pale kwa Wakuria unaweza kuzikwa na hujakufa. Wakuria, Wazanaki, hao ni wote wanakuzikaga, wanakuua lakini haukufi, na wanakuzika na unafanyiwa matanga. Kuna jamaa nilikuja nikufanyia deliverance hapa, mwenye alitusaidia kurejesha basement. Bibi yake alikufa, kumbe yako amekufa. Sani yake alikufa, kumbe yako amekufa. Sasa alipokuja hapa akaanza kunipatia venye watu kwake wanakufaga mysteriously. Nikamwambia lakini hawa watu si mimi nawaona wakiwa hai. Akaniambia bibi yake alikufa 5 years ago. Nikamwambia hapana, bibi yako wako hai. Akaniambia mtoto yake alikufa 2 years ago. Nikamwambia no 2 weeks ago. Alikuwa amekuja hapa kwa sababu aliona the way the mother went ndivyo mtoto alienda. Nikamwambia I can see your son is alive and your wife is alive. Na hawako bali wako wewe uko Kenya, Taranganya, wako upande wa Tanzania. Kwa watu wanaitwa Wasanaki, wale wakina Nyerere, na huko ndio wako, maana hawa ni Wateso wa Kuria. Nikamwambia watu wako saidio, wanafanya kazi. Hata bibi yako namuona akifanya kazi mahali ya kilima, na anafanyishwa kazi kama puda. Nikamwambia, akaniambia tutafanya nini? Akaniambia hapana. Akakataa kabisa. Akaniambia mimi nilizika bibi yangu na kaburi iko mpaka saa hii. Nikamwambia hapo hakuna kaburi. Hapo mulizika hii mti ya disi ndio ilizikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati wa kuzikwa kwa huyo mama alikuwa kwa hiyo mazishi. They make sure mama huyo, kama huyo mtu sasa wamekuua, watakulete kwa hiyo mazishi, ndio hiyo spirit ifanye kazi. You must be brought. Watu hawatakuona
utakuwa kapo kwa hiyo watu, lakini hawakuoni mpaka uzikwe na uende kwa mazi. Hata pia utarusha mchanga wewe mwenyewe, lakini ni mkoba ya disi umerushia. So mimi nikamwambia watu wako wawili mimi na waona wako wapi? Hai. Nikamwambia kuja simama hapa tuombe. Tukasimama tukashikana mkono. Nikamwambia ende ukae mahali pale, utaspigiwa simu. Na hiyo simu itakuwa imetoka kwa bibi yako. Sasa tukikaa hapo, simu ya kutoka Tanzania ikakuja, akapigiwa simu. Akaambiwa mama, akasikia sauti. Aliposikia hello, aliangusha simu chini, akakimbia kwa ofisi kuniambia nimesikia sauti ni kama ya mama. Nikamwambia chukua simu. Tukakuta kasimu kanalia, nikamulika mwisi kalikuwa pale kana bigirika, maana alikuwa amekaeka ile kana bigirika, tukachukua. Nikamwambia ongea. Akaongea na bibi yake. Bibi yake akamwambia nakuanga Shinyanga. Na hata wako na nini na mtoto yake huko Shinyanga. Yeye anajua kaburi ziko kwa nyumba. So these things do happen in a manner that you can be taken away. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe huko kuna watu najua wako Tanzania, wanaishi kule Tanzania. Kuna watu wako Uganda, kuna watu wako mainji zingine walipelekwa. Kuna watu wako Nigeria walibebwa wakapelekwa. Hii unaonanga Shakahora. Shakahora haiko ya Mackenzie. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiko ya siku hiyo, haiko ya mwaka hiyo walikuja kudiscover. That was an altar where all leaders of the African continent wanakuja kutuinua madhabahu yao hapo. Hapo kuna maiti ya Nigeria, kuna Mtanzania, kuna South Africa, kuna Mugini, wote walikuwa wanaletwa wapi? Ni madhabahu sio ya jana. Wanasiasa wote wale wamebobea into politics walikuwa wanapelekwa huko ndani kwa hiyo kichaka. Wanapeleka watu hao wawili, unasikia bodyguard ya tajiri ilikufa. Ama driver ya tajiri ilikufa. Unakuta huko ndio wanapeleka, wanatolewa nini? Sacrifice, wanatolewa kafara, wanawekwa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. So hikuwa sasa it happened only huyu jamaa he was a custodian of that area. So kwa maana hiyo kitu ikamwagukia na ikamwaguka, maana labda kuna vitu walikataa kufanya za kulikana na madhabahu hiyo. Kwa hivyo there are many things that happens in this kind of a dream occurring when you realize you are dreaming, allowing you to consciously take control of a narrative. Consciously, yani unaona ni kama it consciously, yani ni kitu unaona ni kama ni real but it's not real, it's a dream. Ya consciously uko tu unaamuka, unapika chakula, unafanya kila kitu, una make decision, but you are in a dream. You are not normal. It is very dangerous for you, and that is one type of a dream ambayo tutakuja kuexplore, tuende deeper and deeper. Tutakuja kuangalia one after the other one until we get. There is number 2, nightmares. Nightmares ni zile unaonaka sasa ukikibiswa, ukiuliwa, ukichomeka, ukifanywa maneno mabaya, ukikuliwa na fisi, ukikuliwa na kiubwa, ukiumwa na nyoka. Those are nightmares. The nightmares are sent. They are not just don't come. They are sent. Highly vivid, distressing dreams that often evoke intense feeling of fear. Those are the types of dreams that they evoke a certain type of fear. Inalete fear. It's meant to make you feel scared of me. Unaniona nikiwa kimonster kwa dream. Unaniona nikiwa unaona kanisa hii imejaa manyoka, imejaa kila kitu. Niendike nieka mwathani ni ranyo nilie. Koure kwa hiyo ete nyoka. Mwathani kube is a nightmare that was sent to you so that it can cause fear, terror in your mind, terror in your spirit. Ndio uondoke mahali hapo ama uondoke marriage yako. Unaona mwanaume wako, bwana yako akitembea akiwa uchi, ama pati hii unaiota ikiwa padi yake chini ni nyoka. Nakuja nasema nie ndiraoni ne nyokeo. Modo cio nie ona ndurite ndimwikuite muno. Ona uri akomodire uranyona agikanga ogu. Kube it's a dream, a nightmare that was sent to you to make sure that type number 3, recurring dreams. Recurring dreams, a dream that repeatedly comes. The same dream or similar thing, flying, being chased, showing unpreparedness to either an exam that replay over and several nights, weeks and even years. These things inakujaga inajiletage kila wakati. That dream, it is a recurring dream. A recurring dream inakuwaga is like a warning, it's a signal
inakuleteaga ile unataka red flag. Ni kitu kinakujaga kina appear many times kikiuoni, wacha kufanya hivyo, wacha kufanya hivyo. Kama sasa kuna watu wengine nawaambiaga hapa, nawaambia hiyo njia umepitia, ama huyo mtu mko naye ako na shida, na hii shida yake ndio hii na hii, na huyo mtu in 2 months time atajiribiri na utakuja kujuta. Kwa hivyo wachana na yeye kabla mjafika pale. Mtu anakuambia apostle ni karago na wendo munene muno, ni akarago anyendete tukao tuna wendo. Hata mimi nafikiriaga huyo ndio wangu wa mwisho wa kuoa. Nakwambia hiyo ni nyoka, wachana nayo. Venye amefanya watu wengine, wewe atakufanya 2 times ya venye amefanya wengine, maana wewe ametumwa directly because of the anointing that you are carrying. Kuna watu wametumwa specifically because of the anointing, na watakuja na watanyenyekea na watakuwa wazuri sana. Only siku ya kukuinua atakupiga dafurayo, na kikumalizia, kama ulikuwa na mke, anapigia mke wako simu, nimemalizana na mtu yako, sasa chukua. Na zamani hujawahi abia mke una mke mwingine, mke anasikia kutoka kwa mke ambaye amemalizana na wewe. Ni washoka kwa mtu mioyoge, na ni mutumia wa hora, na ni ukorogwo na kafununu, ni ukorogwo na kafunu, ukorogwo na angania. So unakuta baka huyo mtu sasa ukimpata, hata ukimzungumzia anakuwa na rebellious spirit, because wamemalizana na yeye, wamemumalizia. Sasa kukoboa huyo mtu itakuwa ni issue, mtapabana. Maana ukiona wakikudrop, washamalizana na wewe. Ni makurekiria na ni mahigira mothe marendaga, na niwe mahuthira kunina gikundi kiu kianyu, niwe mahuthira kunina kanitha, wamekutumia kubanisha hiyo biashara, wamekutumia kumaliza hiyo kitu. Sasa wewe ndio umemaliza, lakini wali inject wewe ndio ende huko. Ukikaa huko unapuruga kila mtu, unapiga kila mtu, unapiga kila mtu. By the time they come to realize, organization imefugwa, kabuni imeanguka, kanisa imeanguka, walikutumia. Na wakiona sasa biashara imekamilika, ndio anakujaga mwingine kwambia, nimepata kasi mali fulani, nimekuja kukuomba ruhusa niende. Hawatorokagi kama watu wa kawaida. Lazima wafanye protocol, maana protocol inakubali wao. Wenye unaonanga tuko na protocol kwa Mungu, hata kwa shetani kuna protocol. Watakuja kwa apostle, ndokari ule ndironire wira Mombasa, ndenda guthie Mombasa, ndoka undathime. Riu ungiona wajaga guku, umenya ndi wira Mombasa. Ni kazi amemaliza. Shika ya mkono kijarojaro, obea uvuje hiyo kitu, na hiyo kitu amewacha kama ameplant, uingoe kama umemshika mkono. Asitoke hapo, asitoke, na mulete mahali umshike mikono, ungoe kama umemshika. Wasimwambie ni nini? Wewe anafikiria unamwapea, kumbe unangoa chochote alipada, akiondoka aondoke nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how dangerous they can be, and they drop you after they have finished you. Hawakuachagi. Mwanamke sasa kama huyu ndio akuja niambie sasa mimi nimetoka ninataka kuenda, asha kumalizia. Ni kurarora. Nigetha mwaki bomu ikilipuka isilipuke akiwa. Yalipukia kiabali. Sasa nikijua hivyo ndivyo nataka kuenda, nitakukamata mkono, nitakumaliza, hautatoka. Na ukitoka mahali unaenda, utaenda kwa shimo. Lazima utaenda kwa shimo. Nitahakikisha umeenda huko, maana ulikuwa ushanimalizia. Na ndio kwa maana umekuja ndio uniambie bye, uniangalie sura ya mwisho, kiga motiga ile halali. Wewe ndio utakuwa motiga ile, si mimi. Mimi huwezi kunimaliza, nitakumaliza. Healing dreams. Type number 4 of dreams is healing dreams. These dreams are subconscious processing that helps provide emotional balance. A healing dream is a subconscious system. Yani ni kile kitu kinakujaga kia kukuambia umeanza kupona, umeanza kubalance. Yani imeanza biashara yako, sio lazima mwili, biashara yako inafufuka, ndoa yako inafufuka, huduma yako iliyo ndani yako imeanza kufufuka. Yani unaanza kuona there is subconsciousness in you. Unaanza kuona vitu ambavyo haukuwa ukiona. Unaanza vitu vilikuwa vimekushika, vimeanza kukuachilia. Unakuwa huko unataka kuendaka kanisa, unaanza kufiri kutakwenda kanisa. Huko unajua kuna mama hapa hawapendi, hawatakagi kuona mwanaume mbele yake, hatakagi hata kidogo. Unaanza kusikia spirit yako ya kupenda wanaume inaanza kurudi, maana kuna kitu kingine kilikubeba. You are not normal. Ukiona upendi mwanaume kabisa kabisa, utakagi uigua mudrume kaigua gutaheka, ulishabebo. Hauko hapa dunia hii.
hauna hizo vitu zako zote dunia hii, ndio kwa maana unachukia, unatumiwagwa vingine. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu kama hao subconsciousness processing that help provide emotional balance, inaletanga resolve ya grief, kumaliza hiyo grief, guide a dreamer towards making healthy decisions. It helps a dreamer to make healthy decisions. Unakuta sasa ulikuwa na making decision zingine mpaka unashindwa, ni mimi ama si mimi? And every decision you make inaaguka. Every decision you make inaenda vingine. Everything that you do inaaguka. Ukinunua shamba unakuta unanyang'anywa pesa. Ukifungua kabuni lazima pesa iaguke. Ukifanya nini lazima kitu ifanyike. Ukishikana na mwanaume unakuta na mwanaume huyo ni mtu mbaya. You make wrong decisions because consciousness yako imebebwa. Lakini sasa ukianza kuona unaota ndoto ya healing dreams, ni kwa sababu there is something new happening around you. There is something that is working. God is working now. And this is what it tells you, madhabahu imeanza kubomoka. Ukianza kuota hizo ndoto ukipona, ama ndoto nyumba yako ikipona, ama kitu ng'ombe yako ikipona, kuna kitu kinabadilika, kuna kitu process fulani imeanzishwa kwenye life yako. Na hiyo life sasa, if pursue that. Ukiona ka process kameanzishwa na ni kazuri, pursue that. Toa sacrifices zako, toa offerings zako, fanya kila ima, panda kwa milima, nenda kwa milima, endelea, push it now, make it work now. Wekelea makuni kabisa mpaka hiyo kitu isimame. At the end of the day, you become great man again, you become powerful man again, and you become very successful. Dream number 5, a type of a dream number 5. Nitakuja hizi na guzia. Ni kwenye the next sermon, I'm going to go deeper one by one. So the other one is prophetic, a dream that is prophetic. Yeah. Prophetic dreams. Dreams in which the dreamer visualizes a future event that later comes true. Prophetic dream is when you visualize the future. Alafu hiyo kitu inakuja inafanyika. Prophetic dreams ndizo tunaotaka, kama mimi naotaka prophetic dreams. Nikikwambia uko pulege na atiende ukanunua tu. Eleda diogore daipa. Tia utidaga na nyingi. Nikikwambia unaenda kumalizika, wewe enda tu prepare kumalizika. Ama kuja nikuonyesha venye utajiondoa hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikikuorota na hii kiara yangu hivi, kuna kitu itafanyika. Because I have that prophetic dream. I have that prophetic life. Because God has given me a prophetic office. Prophetic office is different from being a prophet. Bwana Yesu asifiwe sana. A prophetic office is different from what? You can be a prophet but without what? A prophetic office. And you can be having a prophetic office and you're not a prophet. A prophetic having a prophetic office. Na ukijua mtu ako na kitu inaitwa prophetic office, wacha mchezo yake. Wacha kupigana naye, because himself is an institution. Anakuanga an institution. Anakumaliza, anakuzima. Atakuzima automatically. Mukicheka na yeye atakuzima, atakunyonya na kumaliza. Atakuangalia, ni kuangalia hivi, macho yako ipotee, na kuangalia hivi ni kuangalia tabdora, ni kuangalia hivi na uone ukienda chini automatically, because it is an office that has instruments of power. Ndio na Musa anaambiwa ni nini umeshika. Hawaobagi. Hawa watu wako na prophetic office. They don't pray that much. Ati lazima aende mlimani. Yes, ataenda, lakini haendagi kuomba vile. Ako na power in him. Himself is an altar that God is using. Na Mungu hawachanagi na yeye, hata akifanya mauchafu namna gani. David hakuachana na yeye. Jacob hakuachana na yeye. Abraham hakuachana. Abraham alienda kulala na maid. Sasa na imagine mtu akiwacha bibi aenda kulala na maid. Mungu anafurahi kweli? Na Mungu alikuwa na ahadi na huyu mjamaa. Alikuwa anamwambia nitakupatia mtoto mwenye ataleta generation dunia mzima. Lakini mzee akaokeleshwa na mama. Akaambiwa yeye, kwa sababu mama aliona stress ya mzee. Najua hii maneno inaleta stress kwa wazee sana. Maana umejaribu nothing is working. Baka mama akaona mzee ni adene kile mno. Disia inaoera mzee wangu. Anga no ikelele modo dumo. Kwa yeye wana. Aliambia mzee, kwa sababu naona stress imekushika baba, nimekupatia ruhusa tuende tu pale tuone kama tutapata mtoto. Na mzee akakubali, akaenda huko na akafanya nini. And hiyo spirit ndio tunafaa sisi, wamama tunafaa kuwa na hiyo spirit.
ya kuhurumia mzee. Hurumia mzee. Akahurumia mzee. Aliona mzee atakufa. Ndiye hado hakika kwa mzee amekalia huko, amejishikilia hivi, hakuna kitu anafanya. Hakuna hata thinking, yote imekuwa blocked kwa sababu ya kifikiria hii maneno. Mpaka mama unasikia huruma. Sometimes mnatusikilia huruma. Hapa sioni. Hapa sio hii kanisa. Labda watu haijikide. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo mtu anaitanga ako na ofisi hiyo, nataka kukuomba sana. Ukirealize uko chini ya mchungaji wa namna hiyo, tembea na yeye pole pole. Usipende vita na yeye, usipende kwenda kumwahidi vitu, usipende kwenda kukaa karibu na yeye sana. Ako na moto atakuchoma. Na atakumaliza. Na atakumaliza mkicheka. Na mtaenda na yeye mtafanya dhambi na yeye, wewe umalizwe, yeye abaki. Because huyo mtu anakuanga on earth on a mission. Mnanielewa? This man or this woman ako kwa dunia hii on a mission. Kwa hivyo mission yake atakaa hapa duniani 70 years, 90 years, 100 years akiaccomplish mission ya Mungu. Kwa hivyo hata afanye nini, hata umupeleke mumupige namna gani, 90 years lazima ziishe. Kwa hivyo atakuwa protected all through. Anageka me. These people, they can sin with you, lakini asiguzwe until his time ya kuguzwa ifike. Na ataguzwa after ametoka ofisi. Ndio naona Musa wakati ametoka ofisi, mwili yake ilikuwa inang'ang'aniwa na shetani. Wakati Daudi ametoka kwa ofisi, ameenda kusema atajega, akaambiwa wewe sijega. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So these are people that you need to be very careful when you are walking with them, or when you are doing transacting with them. They have a capacity to build you. They have a capacity to destroy you. When you are walking with the presence, if they are in the presence of God and walking in that capacity of God, any blessing unataka utapata, any favor ambayo unataka utapata because of them. Bwana Yesu asifiwe sana. Milango yoyote ambayo unataka ifunguke, if you walk with them genuinely from your heart, any door, because his presence and wherever he goes inafunguaga kila kitu. Tukitoka hapa tuende Nyeri, utakuta Nyeri yote imekubaliana na sisi. Na sisi ambao tuko pamoja, mpaka watu wa Nyeri wanaanza kubarikiwa kwa sababu ya presence. Mahali popote Musa alienda kulichange. Mahali popote Abrahamu alienda kulichange. Mahali popote Isaka alienda. Isaka alilima kukiwa na nini? Na jua. It was a desert. The book of Genesis chapter number 24 and chapter number 26. The man alilima kukiwa na nini? Na jua. 6 years kulikuwa hakujawahi nyesha, hakuna chochote, lakini alilima. And the Bible says and the man became wealthy. The man out of the desert, he became wealthy because himself is a controlling power. Akifika huko maji ilitoboka, vizima vilitoboka. Akaenda kizima cha kwanza wakafunika. Akaenda cha pili wakafunika. Akaenda cha tatu mpaka kile alifika akakiitaje? Aliitaje? Rehoboth. Bwana Yesu asifiwe sana. Watakuzuia, utanizuia hapa, nitaenda nitalipukia pale. Utanizuia hapo, nitalipukia huko chini. Lazima kazi iliyo ndani yangu ikamilike the day. Hata ukinikoroga namna gani, utanikoroga. Lakini kazi ile mwiko ndani yangu. And I'm one of those people, by the way. That is why mimi sikuwa genyaje. I'm one of those people. Ndio naona natoka hapa, ninaenda UK, naenda kuvuruga UK. Nitoka hapa naenda Germany na vuruga. Naenda kila mahali, naenda France na vuruga. And I have that capacity ya kuvuruga, na mimi narudi hapa na tunaendelea. Tunapanda mlima, Mount Kenya tunavuruga. Tunaenda Mount Aberdare tunavuruga because there is a power in me and there is a mission that God has put in me. And this mission ndio imeniweka hai. Kwa hivyo usifikiri nakufa hivi karibuni. Bana, miaka 150 na 60 huko. Na sioni nikikufa hivi hata hiyo Yesu atakuwa amekuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu atakuwa amekuja. So let us move in that way and do not allow yourself to be subjected into the fire of such a person. Kama umefanya mmiagiri mfanya kitu, do it to the end. Ndio naona Taruto anakuwa vigumu sana kupigana na Ruto because ako na prophetic office. He's a very powerful man. Si kama Uhuru, ni kama Moi, na ni kama Kenyatta. They are very powerful. Hawa watu, Moi alitoka kwa kupenda. Kenyatta alitoka kwa kupenda.
Yes. Uhuru na Kibaki walitolewa na kura na constitution. Hawa watu hawatokagi hivyo mnafikiria, hawatokagi, maana they are there with a specific mission. Lakini mission yake kiisha, hata alikuwa afanya siku 3, hawezi kupitisha a second. Utamkuta tu amelala kivyake vizuri na ameenda kiedaga. So those are what? Those are prophetic what? Dreams. Number 6, we have visitation dreams. Visitation dreams. These are highly realistic. This is a visitation because it's a kitu kinakutokelezea. Vivid dreams where a recently deceased loved one or pet appears. These are often viewed as comforting mental mechanism to help the process ya hiyo kitu. Naona ukaa chini hapa kwamba nimesumbuka sana hapa na mama yangu, mpaka ilibidi nilete picha yake hapa. Nilikuwa nakaa namuona, tumekaa na yeye, niko hapa namuona ndio huyu amekaa hapo. It is a dream, but namuona akiwa hapo. So this helps you to process, ndio upone, uondoke. These dreams zinakuprocess, ndio hiyo kitu ilikuwa baya kwako, hiyo kitu ilikufanyikia, hiyo trauma ilikufanyikia, hiyo challenge ulipata, ndio iondoke. So haikuwagi baya, ndio iondoke. It processes. Sasa kuna mtu mwingine hakujua mama yake alikufa, mpaka akasika mama yake na hakujua amezika mama yake. Sasa ndio reality imeanza kumgonga. Mimi reality ilinigonga after 3 weeks. Ndio nilianza kujua mama yangu alikufa. Wacha nianza kupiga makelele huko mpaka kwa Bamasi, nikitukana watu wa PCA. It was processing. Maana alikuwa nakuja, nikitembea hivi namuona, nikiwa kwa gari naona mama yangu amekaa hapo. Ananipigisha story, mpaka tunaanza kuongea na yeye. Na kwa gari nakuta hakuna mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wale wanakuanga hit na reality in before burial, na kuna wale wanakuanga hit after burial. I wish it was before burial. Hii after itakusubua miezi 2-3. Utangangana, utakuwa ukilia. Unakumbuka saa 9 usiku unaanza kulia. Kuna siku moja nilipanda kwa gari hapa after tumezika mama yangu. Sasa napanda kwa gari, nilijikuta nikilia kwa gari. Sasa kioo zote zilikuwa zimeteremuka, watu walikuwa wananichungulia, wanaona nikilia. Mpaka mtu mmoja makanga kanisa, "Moda nene kegera kolelia." Nikapandisha kioo haraka. Because I discovered bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hizo ndizo dreams zinakujanga in that way, and they are meant, it's a mechanism to help you dream, heal. And lastly but not least, we have daydreams. Daydreamers. Unajua daydreamers? A state of waking consciously where your attention drifts away from your immediate surrounding. Tuko na wewe lakini hatuko na wewe. Ndio ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekaa tu hapa na wewe, lakini tunaongea na wewe lakini ulienda. Ushainikuta in that switch? Mimi naendaga. Naendaga. Tunaweza kukaa na wewe kwa gari ama mahali 6 hours. Sikuongelesi, siongei na wewe, kumbe niliendaga. Sasa unakuta ule mwanaume ulikuwa umefikiria ni very jovial, mwanaume mzuri, anajua mtakuwa mkienda kwa gari mkiongea ama kwa nyumba mnapiga story, unakuta hapigagi. Anaingia kwa nyumba, unafikiria ako kwa simu. Hata hayuko kwa simu. Hata ukimuuliza ugende muguze hivi, utastuka hata yeye hayuko. Yeye mwenyewe ni body iko hapo, alishaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonanga kwa wale ambao wananipenda TDH, I'm a bit complicated in that area. So mnani forgive. Bethel Clouds TV, empowering lives.